Tangu utotoni mwake alidharaulika sana. Wewe kila siku vyombo tu, una maisha mengine. Shangazi yake naye alimtesa. Mbona umechelewa sana? Hayo maji ulikuwa unayotoa kwenye mwili wako au? Kisimani kuna foleni. Akanyanyaswa na watu wenye uwezo. Akaamua kupambana na maisha kwelikweli. Akajiongezea ujuzi. Akawa mfanyabiashara mzuri na hatimaye akafanikiwa maisha. Hii ni hadithi ya Kombe, hadithi itakayokufundisha kwamba umaskini ni mfano wa doa dogo la uchafu lililopo kwenye shuka jeupe. Cha msingi ni kuweka umakini tu kwenye kufua. Kabla ya kuanza hadithi hii, gonga like mwanangu, gonga kabisa. Kisha niambie kwenye komenti umependezwa na nini kwenye hii hadithi. Bila kupoteza muda, tuanze. Mvua ilikuwa imenyesha kwa siku 3 mfululizo. Mitaro ya Uswahilini ikijaa maji machafu yaliyokuwa yanabeba plastiki, maganda ya ndizi na vyakula vilivyooza. Barabara za vumbi zikawa tope, kila mtu akilazimika kuinua nguo zake ili asiweze kuchafuka. Hapo ndipo maisha ya kijana mmoja maskini sana aitwaye Kombe yalikuwa yakipita katika changamoto kubwa kuliko kila mtu alivyodhani. Kombe alikuwa kijana mnyonge sana, yatima aliyefiwa na wazazi wake mapema. Alikuwa akiishi na shangazi yake, Mama Sada, mwanamke mwenye roho ngumu na ulimi mchungu kuliko pilipili. Hakuwa akimheshimu wala kumjali, alimfanya kama mtumwa mdogo nyumbani kwake. Kila asubuhi Kombe alikuwa akiamshwa mapema sana, saa 10 alfajiri, kwenda kuchota maji kisimani, huku akijua hana hata viatu, miguu yake ikikatwa na kokoto. Majirani walimcheka kila wakati. Vijana wa mtaani walimchukulia kama mtu wa chini, wakimuita majina ya dharau kama maskini hayawani au mtu wa kazi bure, kula bure, kulala bure. Lakini ndani ya moyo wake Kombe alibeba ndoto kubwa. Alitaka kubadilisha maisha yake. Alitaka siku moja atembee barabarani na watu wote waliomdharau wamsalimu kwa heshima. Kwenye mitaa ya Uswahilini kulikuwa na familia moja ya hali ya juu zaidi. Waliishi kwenye nyumba ya bati jipya lililong'aa, tofali zikiwa zimepakwa rangi ya buluu. Familia hiyo ilikuwa na binti mmoja aitwaye Neema, msichana mrembo sana mwenye ngozi ya chokoleti na macho makubwa yenye kuvutia. Neema alisoma sekondari ya kifahari, tofauti na ya mtaa. Mara nyingi alipokuwa akipita njiani kuelekea shule, alimuona Kombe akiosha vyombo au akibeba maji, na wakati mwingine akamcheka kwa dharau akiwa na marafiki zake. Lakini moyoni mwa Kombe, kila mara Neema alipokuwa akipita, kulizuka hisia za upendo wa ndani. Alimpenda sana, ingawa hakuwahi kumwambia. Alijua hawezi, maana yeye ni maskini na hakuwa na kitu cha kumshawishi. Alijua atachekwa zaidi. Hata hivyo, alijitahidi kila mara kujipa moyo. Usiku alipojilaza kwenye mkeka wake uliotoboka, alijiambia, siku moja nitainuka, watu wote wataniona kwa jicho tofauti. Siku moja Neema atajua thamani yangu. Siku moja nitakuwa mtu mkubwa. Siku moja kulikuwa na harusi kubwa mtaani, watu wakikusanyika na mziki ukipiga taarab kali. Kombe alipewa kazi ya kubeba vyombo vya waliokula chakula. Vijana wa mtaa walimcheka sana, wakimrushia maneno ya kashfa. Hii Kombe, hivi wewe utakufa maskini tu, maana kila sehemu ni heka heka, mmoja wao alimtania huku akimimina soda kwenye glasi. Wengine wakamcheka zaidi. Lakini kisa kikubwa kilitokea alipokuwa akipita karibu na meza ya Neema. Kiwiko chake kikashtuka na sahani 2 zikadondoka zikavunjika chini. Wote wakampigia kelele, wengine wakasema atoe faini. Neema akamtazama kwa dharau na kusema kwa sauti ya juu, ndio maana maskini hamtakiwi kwenye shughuli za heshima, kila kitu mnakiharibu. Maneno hayo yalimchoma Kombe kama kisu moyoni, lakini hakusema chochote. Aliinua sahani zilizovunjika, akapiga magoti kufagia mabaki, na akaondoka taratibu huku machozi yakimtoka. Lakini moyoni mwake akaapa, miaka michache ijayo nitawashangaza. Miaka ikapita. Baada ya kudharauliwa sana, Kombe aliamua kuchukua hatua. Alianza kufanya vibarua vya kusukuma mkokoteni sokoni, kubeba mizigo ya watu, na wakati mwingine kuuza maji ya baridi kwenye jokofu ndogo za kukodisha. Alikuwa akihifadhi kila senti anayopata. Usiku aliporudi nyumbani, badala ya kulala mapema kama wengine, alikuwa akihudhuria darasa dogo la kompyuta lililoanzishwa na vijana wachache mtaani. Alijifunza taratibu kutumia kompyuta, akaanza kutafuta njia ya kufanya biashara mtandaoni. Wengine walimcheka. Huyu Kombe anajifanya msomi, kumbe hana kitu. Lakini hakuwajali.
Ndani ya miaka mitatu, alianza kuuza bidhaa mtandaoni kupitia simu ya mkononi aliyoinunua kwa pesa za jasho lake. Aliuza viatu, mavazi na hata simu ndogondogo za mkononi. Biashara ilikuwa kwa kasi, wateja wakawa wengi. Alianza kuingiza hela za maana. Wakati huo huo, maisha ya Neema na marafiki zake hayakuwa mazuri. Wengi walizoea raha, walitegemea pesa za wazazi na kupoteza muda kwenye starehe. Wengine walishindwa shule, wengine wakapata mimba zisizotarajiwa. Neema alifanikiwa mpaka kusoma chuo, lakini moyo wake bado ulikuwa umejaa majivuno kama zamani. Kombe sasa alikuwa kijana mpya. Alikuwa na duka kubwa mjini lenye jina lake, Kombe Digital Shop, likiuza vifaa vya kielektroniki na simu. Alinunua gari dogo la kifahari na maisha yake yalibadilika sana. Hakusahau maisha yake ya uswahilini, alikuwa akiwasaidia vijana wadogo kujiendeleza, lakini hakutaka kujionyesha sana mbele ya wale waliomcheka. Siku moja, aliamua kurejea uswahilini baada ya miaka 5 bila kuonekana mara kwa mara. Watu waliposikia gari dogo jeupe limeegeshwa karibu na mtaa, walishangaa kumwona Kombe akishuka kwa mavazi safi, akitabasamu na kuwasalimu kwa heshima. Wengine wakabaki midomo wazi. Yusi Kombe? Yaani huyu ndio yule kijana maskini. Neema pia alikuwepo, alikuwa amerejea likizo. Alipomwona, moyo wake ulishtuka. Hakuamini macho yake. Huyu ndiye kijana aliyewahi kumcheka na kumdharau hadharani. Wakati watu wakimzunguka Kombe kumshangilia, Neema alijaribu kujifanya hana habari. Lakini usiku ule, alilala akimuwaza. Moyoni mwake aliwaza, laiti ningeliona thamani yake mapema angenifaa. Hivi sasa nina nafasi tena sidhani? Siku zilizofuata, alijitahidi kumkaribia Kombe. Alianza kumchekea na kumuita kwa sauti ya upole. Kombe, nashukuru sana kwa jinsi unavyosaidia vijana wa mtaa. Umebadilika sana, kweli maisha ni shule. Lakini Kombe alimtazama tu, akitabasamu kwa heshima, ila moyoni mwake bado anakumbuka maneno yale ya dharau aliyowahi kumwambia. Wakati huo, kulikuwepo msichana mwingine mnyenyekevu sana, aitwaye Asha. Tofauti na Neema, Asha hakuwahi kumcheka Kombe hata alipokuwa maskini. Alikuwa akimpa maneno ya faraja na hata kumsaidia wakati mwingine. Sasa, Asha naye alijitokeza, akimpongeza kwa moyo wa kweli bila unafiki. Kombe akaanza kuhisi kwamba moyo wake ulikuwa ukielekea zaidi kwa Asha kuliko Neema. Siku moja kulikuwa na mkutano wa kijamii, mtaa mzima. Wazee walimuita Kombe atoe hotuba ya hamasa kwa vijana. Alisimama mbele ya kila mtu, akasema kwa sauti ya upole lakini yenye nguvu. Mimi niliwahi kudharauliwa kwa sababu ya umasikini. Wengi walisema sitafanikiwa, lakini leo nawaambia, umasikini sio mwisho wa maisha. Cha msingi ni bidii, nidhamu na kuamini kuwa unaweza kufanikisha ndoto zako. Msijidharau wala msimdharau mtu kwa sababu hana kitu leo. Kesho anaweza kuwa zaidi ya unavyofikiria. Watu wote walipiga makofi. Neema machozi yakamtoka, akimuwaza kijana huyo ambaye alipuuza upendo wake wa sasa. Lakini Kombe akamshika mkono Asha mbele ya kila mtu, akionekana kumthamini zaidi. Ndipo maneno ya uswahilini yakaanza kusambaa. Yaani Neema alimcheka Kombe, leo anamwonea wivu Asha. Hivi, kumbe ni kweli maskini wa jana ndo tajiri wa leo. Na hapo ndipo maisha ya Kombe yalianza kuandika historia mpya ya mapenzi, mafanikio na mshangao kwa kila mtu aliyeishi kumuona akidhalilika zamani. Baada ya hotuba yake ya kishujaa, jina la Kombe liliendelea kusambaa mtaa mzima. Watu waliowahi kumcheka sasa waligeuka kuwa marafiki, wengine hata waliomba msamaha. Lakini moyoni mwa Kombe hakuwa mtu wa kinyongo, aliwachukulia wote kama ndugu zake wa zamani. Neema alianza kumtafuta mara nyingi. Alimtumia ujumbe wa simu, akimuomba wakutane mahali. Kombe mara nyingi alikuwa akijibu kwa heshima, lakini hakuwahi kumweka kipaumbele. Alijua wazi nia ya Neema hakuwa na mapenzi ya dhati, bali alitaka kujisawazisha kwa mafanikio yake. Asha kwa upande mwingine alikuwa akimsaidia sana Kombe katika shughuli za kijamii. Alikuwa mstari wa mbele kwenye miradi ya kusaidia watoto yatima na akina mama maskini mtaani. Kila alipomtazama Asha akihangaika kwa moyo wa upendo, Kombe aliona picha ya maisha aliyoyapitia akiwa mtoto. Ndipo moyo wake ulianza kufungwa zaidi kwake. Siku moja, Kombe alimwambia Asha kwa sauti ya upole. Asha, unajua nini kinanigusa? Ni kwa sababu hukuwahi kunicheka hata siku moja.
Hata nilipokuwa sina kitu, uliniheshimu. Hicho ndicho kinachonifanya ni kuheshimu mara 1000 zaidi. Asha alitabasamu, akashusha macho kwa aibu. Moyoni mwake alihisi baraka kubwa. Ndoto yake ya muda mrefu ilikuwa inaanza kupata majibu. Siku zikapita. Neema akapata habari kwamba Kombe alikuwa akiandaa sherehe ya uzinduzi wa kampuni yake mpya ya vifaa vya kielektroniki jijini. Kila mtu maarufu mtaani na mjini alialikwa. Neema akaamua kuvaa gauni la kifahari, akijua hii ndiyo nafasi yake ya mwisho kumshawishi Kombe. Alipofika ukumbini, watu walimshangaa kwa uzuri wake. Lakini shangazo kubwa lilitokea pale Kombe aliposhika kipaza sauti na kumtambulisha Asha mbele ya umati. Dada huyu ndiye mshirika wangu wa kweli katika maisha na kazi, ndiye anayenipa moyo wa kuendelea. Bila Asha, sijui kama ningefika hapa. Umati ulipiga makofi. Neema akahisi kama dunia inamgeukia, machozi yakaanza kumtoka kimya kimya. Alijua sasa imeshachelewa, nafasi imetoweka. Baada ya uzinduzi huo, Neema alijaribu mara ya mwisho. Alimfuata Kombe faragha, akamwambia, Kombe, najua nilikukosea zamani. Nilidhani maisha ni mali na fahari, sikujua thamani yako ya kweli. Tafadhali nisamehe, nipatie nafasi. Kombe akamtazama kwa muda mrefu, kisha akasema kwa sauti ya upole lakini yenye uzito, Neema, samahani sana. Siku zote nakumbuka maneno ulioniambia pale kwenye harusi kwamba maskini hawana nafasi ya heshima. Lakini maisha yamenifundisha kitu kimoja, mapenzi ya kweli hayajengwi juu ya dharau, bali heshima. Na sasa moyo wangu umeelekea kwa Asha, kwa sababu hakuwa na dharau hata kidogo. Neema alibaki kimya, machozi yakimtiririka. Alihisi uchungu wa maamuzi yake ya zamani. Mara ya kwanza maishani, alijifunza somo kubwa, usiwahi kudharau mtu kwa sababu ya hali yake ya leo. Wakati huo, Kombe na Asha walizidi kuwa karibu. Walifanya kazi pamoja, walisaidiana, na mwisho wakaanza kuzungumzia ndoa. Mtaa mzima ulifurahia kuona kijana yule yule aliyewahi kudharauliwa, sasa ndiye alikuwa mfano wa kuigwa. Shangazi yake Kombe, Mama Sada, ambaye zamani alikuwa akimtendea Kombe vibaya na kumfanya kama mtumwa, alipoona mafanikio yake alijaa aibu. Siku moja alimfuata Kombe na kumwambia kwa machozi, samahani mwanangu, nilikunyanyasa sana. Nilidhani huna thamani, sikujua Mungu alikuwa amekuweka kwa ajili ya makubwa. Kombe akamkumbatia na kusema, shangazi, na kusamehe. Wewe ndiye ulinihudumia baada ya kufiwa na wazazi. Laiti ungejua Mungu hufanya kazi kwa namna yake. Leo tunaanza upya. Maneno hayo yaligusa kila mtu. Kombe hakutunza kinyongo. Alijua kusamehe ni baraka kubwa kuliko kulipiza. Siku ya ndoa ya Kombe na Asha ikafika. Ilikuwa sherehe kubwa sana, watu kutoka mtaa mzima na hata mjini walikusanyika. Mziki wa taarab na singeli ulipiga, watoto wakacheza, wazee wakafurahia. Wakati wa kutoa shukrani, Kombe alisimama mbele ya hadhira na kusema, watu wamenicheka, wamenidharau, lakini Mungu ameandika hivi leo niwe hapa. Kila mmoja aliye hapa ajue, usimdharau mtu kwa hali yake ya sasa. Masikini wa leo anaweza kuwa msaada wako kesho. Heshimu kila mmoja, kwa sababu maisha ni safari na safari hubadilika. Umati mzima ulisimama kumpigia makofi. Neema naye alikuwepo, akiwa amekaa kando akitazama. Ingawa moyo wake ulijaa majuto, aliamua kupongeza na kusamehe nafsi yake. Ndoa ya Kombe na Asha ikawa mfano wa mapenzi ya kweli. Walisaidia jamii, walijenga shule ya watoto yatima, na walijulikana si kwa mali pekee, bali kwa moyo wa utu. Na hivyo, kijana aliyedharaulika kwa jina la maskini hayawani, akawa Kombe tajiri, mfano wa heshima na upendo, akimaliza safari yake kwa ushindi mkubwa. Na jamii ikajifunza kuwa umaskini ni doa dogo tu lililopo kwenye shuka jeupe, cha msingi ni kuweka umakini tu kwenye kufua. Asante sana kwa kufuatilia hadithi hii. Niandikie ulichojifunza kwenye komenti. Usisahau kulike na kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata video zetu. Bye bye.